Bwana, karibu katika ulimwengu wa cryptocurrency, karibu katika ulimwengu wa blockchain. Leo katika chaneli yetu ya Maisha Kisasa, leo tutakwenda kuangalia kuhusiana na cryptocurrency, namna ya kufungua account ya cryptocurrency kama kwa mara ya kwanza kabisa unataka kujifunza cryptocurrency kwa mara ya kwanza. Moja kwa moja nimesearch cryptocurrency, hapa nipo kwenye Play Store. Cryptocurrency tunaona apps nyingi za cryptocurrency, na maana hii ni teknolojia ambayo ni kubwa. Sasa leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na Trust Wallet. Trust Wallet ni moja kati ya decentralized wallet ama tunaita dApps, ambayo inatumia kutunza cryptocurrency ambayo ni decentralized, sio centralized exchange. Tutaelekezana vizuri mbeleni huko, kama Mungu atapenda tutaelekezana vizuri kuhusiana na dApps na kuhusiana na SEX. Tutaelekezana vizuri. Sasa leo tujifunze introduction, namna ya kuingia kwenye ulimwengu wa cryptocurrency kisasa zaidi. Nimesearch cryptocurrency, imenionyesha apps nyingi sana, lakini tumekubaliana kwamba leo tunajifunza kuhusiana na Trust Wallet. Trust Wallet tutaisearch hapa. Tutasearch Trust Wallet kama tunavyoiona hiyo hapo. Baada ya hapo tutafanya kudownload na MB 54 hivyo. Tutasubiri download. Wakati unasubiria download, usisahau kusubscribe. Fanya kusubscribe hapo, kucomment ni somo gani unalipenda kwenye cryptocurrency, unataka lionekane kwenye hii channel, au unataka kujifunza nini kinachohusiana na masoko, kinahusiana na teknolojia ya mtandaoni ama ya internet, unataka kujifunza nini, tutapita nacho hapa. Karibu, tayari install hapo. Baada ya kuinstall utabonyeza open. Tunaenda kufungua account, haikuhitaji email yako wala haikuhitaji chochote. Hii ni decentralized exchange, japo unaweza kutumia hadi email, ila sio lazima uwe na email. Wamekwambia create new wallet. Utabonyeza create new wallet. Utajaza unataka kutumia codes gani ama password gani, namba 6 ambazo utakuwa unatumia kwenye hii simu wakati unaingia, ili watu wengine wasiweze kuingia na kufanya transaction. Unafanyaje? Mimi bwana nitaweka labda 1 mpaka 6. 1 2 3 4 5 6. Nitarudia 1 2 3 4 5 6. Nitaconfirm passcode kama walivyonidai. Je, unataka kuwepo na notification ama kusio na notification? Ambia skip, I'll do it later. Labda kwa baadaye nitahitaji notification, ila kwa sasa sihitaji notification. Sasa unaambiwa buy cryptocurrency, deposit cryptocurrency. Bonyeza skip, I will do it later. Your wallet is empty. Hapo tayari tusha create wallet. Sasa create wallet. Tunataka kufanya transaction na nini, tuijue wallet yetu ama tujue nini kinachoendelea kwenye wallet yetu. Bwana, baada ya kufika hapa tayari tumefika home, ambapo ni unaona hapa juu wanakuonyesha kabisa main wallet. Hapa juu kabisa, kuna kialama chekundu hapo, wanakuonyesha main wallet. Main wallet, kutokea hapo utapabonyeza main wallet. Hapa utaweza kuadi wallet za kutosha. Unaweza kaadi hata wallet hata mwisho nadhani ni 10. Utaadi wallet za kutosha hapa, ila cha kuchunga ni ulinzi wa wallet. Tutaibonyeza hii main wallet 1 ili tuhakikishe ulinzi wa hii wallet. Tutabonyeza kwenye hivi vidoti vitatu hivi kwenye hii main wallet 1. Sasa utachagua namna ya kuibackup ama kuifanya kuirudisha. Utaweza kuirudisha kwa njia ipi?
ni vema zaidi ukatumia manual, maana manual ndio utajua unafanya nini, unaipataje hiyo wallet yako. Unaweza ukatumia manual ukaenda kuistore kwenye Google Drive, ama ukatumia Google Drive kama Google Drive kuistore hiyo account yako, ama tunaona option pale juu unaweza ukaidelete. Chunga sana, hii ndio sehemu ya muhimu sana. Hakikisha una backup ambayo ni nzuri, manual backup ambayo utaiandika sehemu, utabonyeza itakwambia this secret phrase unlock your wallet. Yani na maana hii secret phrase ambayo utapewa hapa, haya maneno yanakuwa 12 ndio yanayofungua wallet yako, ama ndio password ya wallet yako, inabidi yaandike sehemu yatunze. Wanasema kwenye option ya kwanza wanakuambia Trust Wallet does not have access to this key. Na maana hakuna access yoyote ya Trust Wallet kwenye hii key. Hakikisha unaitunza, nao wenyewe hawana uwezo wa kuipata hii key. Na maana kama usipoipata hii key umepoteza hela zako kama uliweka huku. Hii ni kama benki zingine unaweza kutunza hela. Kama umetunza ukapoteza hii secret phrase afu wallet yenyewe ushaifuta, umepoteza hela. Kwa hiyo kuwa makini. Cha pili, don't save this in any digital format. Write on a paper or store securely. Wanasema usitunze sehemu yoyote ambayo unajua ipo mtandaoni. Watu wanaweza wakahaki, kama ni email, kama ni nini, wanaweza wakahaki. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini kwenye kuitunza, mtu asije akaipata hii secret phrase. Baada ya hapo tutatiki haya maeneo mawili, tutabonyeza continue. Asa continue washa kuonyesha haya maneno. Nadhani huko wewe utakuwa uyaoni, maana haya maneno ni siri. Hata wewe utaki kuyaona. Najua hapo ulipo screen huwa inaacha kurekodi, inawekaga giza. Sasa utayaandika hayo maneno, utabonyeza continue. Ukishabonyeza continue watakwambia jaza word 1. Uichague word 1, yani watakuwa wamepanga ovyo ovyo kimstari kina maneno matatu. Word 1 ina maana neno la kwanza ni lipi? Neno la kwanza sisi huku lilikuwa neno fulani hapa. Najua sijajua kama utakuwa unaona, nadhani huoni maana huwa hii haikubali kupiga screenshot wala kurekodi. Hai, tabonyeza hivyo pap. Baada ya kubonyeza wamesema word 4, nitabonyeza. Wamesema word 7, nitabonyeza. Wamesema word 10, nitabonyeza. Baada ya hapo nitaconfirm. Kufikia hapo tayari nitakuwa nimeactivate backup kwenye wallet yangu. Hapo tayari kwa matumizi, na maana hata nikapoteza simu ama nikaifuta, itakuwa ipo tu, nitaitafuta nitaipata tena. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Tukirudi hapa kwenye wallet yetu tutaona kama wallet yetu kama ilivyokuwa mwanzo. Tutaelekezana vizuri namna ya kutumia Trust Wallet kwenye hii channel. Low battery, please charge. Karibu katika channel yetu. Hii ni Maisha Kisasa. Usisahau kusubscribe.